kosa kubwa ambalo vijana wote wamefanya, na wala sio vijana tu, hadi na watu wakuu nao ambao wameshaeneza umri wa zaidi ya miaka 35 kuendelea, nao kosa hili wanalifanya. Kosa hili sio ulevi, kosa hili sio ukahaba wala uasherati, kosa hili sio wizi wala sio uongo. Nikukaribisha katika Daily Wisdom Series ambapo unaweza ukajifunza kupata maarifa na hekima kila siku. Karibu. Liko kosa kubwa ambalo vijana wengi wamefanya, na sio wengi tu bali wote, na tunaposema wote nitakueleza ni kwa namna gani kosa hili limeshamiri kwa watu wengi. Kosa lenyewe ni kushindwa kufanya unachostahili kufanya kwa wakati sahihi. Kwa maneno rahisi ni kujua kile ambacho unastahili kufanya alafu ukashindwa kukifanya. Kosa hili ninaweza nieleza katika nyanja mbili kuu za maisha, katika maisha ya kawaida ya kila siku, maisha ya kimwili, lakini pia katika maisha yetu ya kiroho. Nianze labda tu na maisha yetu kwanza ya kimwili, maisha ya kawaida. Katika maisha haya umefunzwa kutoka nyumbani kwamba hutapata kitu chochote usipotumika. Kwenye shule ukafundishwa vivyo hivyo, ukaonesha kwamba kila ulichostahili kukipata ulistahili kweli kweli kwamba umekifanyia kazi. Kwa hivyo ulikuwa katika wajibu wa kutumika na kutumika kweli kweli ili ufikie kile unachokihitaji. Ukajifunza namna ya kuweka malengo, ukafundishwa kuhusu motisha, ukafundishwa kuhusu rushwa, ukafundishwa kuhusu madhara ya uvivu. Na hivyo sasa unapokuwa katika kutafuta sana mafanikio, umeshajua cha kufanya. Wengi wetu tumejifunza, na tulipokuwa tumejifunza tulichukua uamuzi. Uamuzi tuliouchukua ukaathiri pakubwa mafanikio yetu. Ila katika mafanikio yetu tunachokosa mara nyingi sio kwamba tunakosa elimu. Elimu huwa tunayo, lakini tunachokosa ni kuchukua hatua ya kwanza kufanya kile tunachostahili kukifanya. Kwa hiyo makosa makubwa ambayo umewahi kuyafanya ni pale uliposhindwa kufanya kitu ambacho ungekifanya kwa muda ule. Na unapokuwa ulishindwa, ndiyo maana ulianza kutafuta vikwazo na visababu, ukatafuta hadi watu wa kuwalaumu. Ngoja nikuulize labda swali. Je, hujui ya kwamba usipokuwa na malengo utatumika huku ukihangaika? Utatumika kazi nyingi kama utashindwa kuchagua kazi yako? Ikiwa haujui vipaji vyako, je, haujaona ya kwamba utatumika kazi zisizoendana na vipaji vyako, karama wala vipawa vyako? Utakuwa unahangaika sana. Ndio maana utamkuta mtu huyu mwaka huu ni mfanyabiashara, mwaka kesho ni mwalimu, mwaka utakaofuata unamkuta ni fundi cherehani, anafanya kazi huku na huku akihangaika. Kwa sababu gani? Ulishindwa kufanya ulichostahili kukifanya kwa wakati sahihi. Katika maendeleo yako huwezi kufanikiwa endapo utashindwa kufanya kile ulichostahili kukifanya kwa muda ulio sahihi. Naomba kwamba uwe na tafakari iliyo ya ndani, ukatafakari kwa undani zaidi kuhusu ni elimu gani ulioipokea, ni majifunzo gani uliojifunza, halafu ulipotaka kuyafanya ukaanza kupata visababu. Labda ulisema mimi ninachokosewa ni vyombo, au ulisema ninaokosa ni watu, au ulichosema ninachokosa ni fedha. Ngoja nikwambie kidogo. Ukikaa vizuri na kutulia, unaweza ukafanya idadi ya vitu ulivyo navyo. Na kitu cha kwanza ambacho nitakukumbusha ni kwamba vile unavyovitafuta, vile ambavyo umevikosa, uvitafute katika vile ulivyo navyo. Ni nini ambacho ulicho nacho kwa sasa ambacho ukifanyia kazi kinaweza kikakutoa kimaisha na maisha yako yakaendelea tena kesho? Usipofanya hivyo, utajikuta ya kwamba kosa kubwa ambalo utakuwa ulifanya kwenye maisha yako ni kushindwa kufanya kile ulichokuwa na uwezo wa kukifanya kwa muda sahihi. Hilo ni kosa kubwa la vizazi vyote. Hilo ni kosa kubwa la watafuta mafanikio. Wale vijana mnaotafuta mafanikio, msipoweza kujiondoa sana katika hii hali ya kutaka kugairisha mambo, unataka ufanye kesho. Unajua, wajinga wanaangukia kwenye tatizo kubwa. Kuna wale ambao nao waita wajinga, ni wale wanaosema maisha ni mafupi, acha nifurahi, nijivinjari, nifurahie, nitafanya kesho. Kesho utakapofanya utakuta ya kwamba waliotangulia kabla yako wamesonga mbele sana. Ila
Sijasema haya ili nikukatishe tamaa, nayasema ili kwamba upate kuchukua hatua ya kufanya angalau jambo moja dogo ambalo linaweza likakufanya ukue, ukomae, ukafikie mafanikio ya malengo yako makubwa. Labda nizungumzie kuhusu maisha yako ya kiroho. Katika maisha yako ya kiroho, ikiwa wewe unaamini kwamba muumbaji yupo, Mungu yupo, Kristo yupo, kama vile sisi wa Kristo, sisi tunaamini ya kwamba Kristo yupo na anaweza kutuwezesha pale ambapo tunapodai ahadi zake. Lakini tumefundishwa pia katika maisha yetu ya kiroho kwamba kuiba ni dhambi, uvivu dhambi, na hivyo wasiofanya kazi siku 6 hawana ruhusa ya kupumzika siku ya 7. Kwa hivyo matendo madogo madogo tunayoyafanya yanaweza yakaathiri maisha yetu ya milele. Sasa fikiria wewe ambaye unachukua hili kwa kawaida, ukachukua maisha ya Ukristo au maisha yako ya dini kama maisha ya kuzembea. Huna ruhusa ya kuzembea, hapana. Haustahili kuzembea. Chochote kile ambacho kiko chini ya mkono wako kifanye, kwa sababu unapokifanya unamwalika pia muumbaji ambaye atakusaidia kutenda. Lile dogo ulilolifanya leo linaweza likaathiri maisha yako yote, au kwa namna chanya au kwa namna tu ambayo ni hasi. Lakini bahati mbaya ni kwamba ukiamua kutokufanya kitu leo, basi jua hakuna kitu kitakachotokea kesho, kwa sababu wewe haukuamua kutumika kuhusu imani yako, haukuamua kutumika sana kuhusu kujiboresha, kupambana na hali ya dhambi, kupambana na uvivu, kupambana na mihemuko kuliko kushikilia neno lako, lile neno ambalo ni neno la Mungu. Tafadhali, wewe unachostahili kufanya kwa sasa, ikiwa ni mtu wa dini, mshike sana Mungu, kwa sababu huyu ndiye anayeweza kukusaidia. Akina Yusufu walitembea pamoja na Mungu na wakafanikiwa. Akina Henoko walinyakuliwa baada ya kutembea na Mungu pasipokuwa na mawaa. Walitumika kila siku kuhusu tabia zao, walijitafuta kila mara ni namna gani ya kuboreka ili wawe salama. Lakini hayo sio kwamba walikuwa wanatafuta wokovu kwa imani. Kwa nini? Kwa matendo. Tafadhali, walikuwa wanaitafuta kwa imani, kwa kuwa chochote utakachokifanya kwa ajili ya kujiboresha, huku ukitegemea kwamba kwa matendo yako mema ndipo unaweza ukawa sawa, utakuwa umekosea sana. Ni Kristo ndiye anayekusaidia, na anapokusaidia hakuachi pasipo kufanya chochote, anakuelekeza kitu cha kufanya. Anaposema kama mkinipenda mtatii amri zangu, ina maana kwanza amekuokoa bure, alafu baada ya kukuokoa ndio anakuambia, mwanangu, huku kwangu kuna amri, na miongoni mwa amri ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka ni kusema fanya kazi siku 6, ya 7 ni Sabato. Usipotumika siku 6 usishangae kujikuta ukakosa chakula. Usipotumika siku 6 usijikute kwamba kampuni yako ikafilisika. Usipotumika siku 6 usishangae ukakosa pia na ufalme wa mbinguni, kwa sababu utakuwa umemchukua Kristo kwa midomo yako, halafu ukashindwa kumchukua kwa matendo yako. Ni jambo gani dogo ambalo ukilifanya siku ya leo linaweza likakukuza kesho? Ni nini kinachokuzuia ili usifanye kile ambacho unajua kwamba unastahili kukifanya? Unawezaje kufanya ili uepuke kosa hili kubwa la vizazi vyote, kosa hili kubwa la vijana? Unaweza ukaamua kuanza kufanya hatua ndogo ndogo leo, kwa sababu kama ni elimu umeshaipata, kama ni kujifunza umeshajifunza. Tumia uwezo ulio nao, tumia vyombo ulivyo navyo kwa sasa. Hata kama uwezo utaonekana ni mdogo sana, utumie. Hata kama watu ulio nao kwa sasa wataonekana ni watu ambao hawawezi kukufikisha mbali kwa sasa, nenda nao hivyo hivyo, kwa sababu wanaamini katika ndoto zako, wanaamini katika malengo yako, wanaamini katika uwezo ambao Mwenyezi Mungu aliweka ndani yako. Mimi nitafurahi kusoma kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu. See you. Lakini jifunze.